Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Ni siku nyingine Bwana ametupatia ndugu yangu ili atubariki kwa neno lake. Nami mwenyeji wako dada Pamela Umodo na kukaribisha ili tuweze kubarikiwa pamoja kwa neno la Bwana tukiletewa na mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo. Somo letu linatoka kwenye sura ya 25 na 26 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Lakini kwanza tubarikiwe na wimbo huu. Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwa kutupa siku hii njema. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali waendelea kukua katika imani yako, hasa kutokana na mafundisho kwenye kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Leo hii tuendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, somo letu likiwa kwenye sura ya 25 na 26. Sura ya 25 yatufunza jinsi Mungu hushughulikia wasio na hatia na kuwaadhibu wenye hatia. Sura hii pia yamalizia kuhusu hukumu ya Amaleki. Neno la Mungu lafungua sura ya 25 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3. Pakiwa na mashindano kati ya watu, wakaenda maamuzini, na hao waamuzi wakaamua na wampe haki mwenye haki, na wamhukumie makosa yule mwovu. Na iwe ikimpasa kupigwa yule mwovu, alazwe chini na muamuzi na kupigwa mbele ya uso wake kwa kadiri ya uovu wake kwa kuhesabu.
aweza kumpiga fimbo 40, asizidishe, asije akaonekana nduguyo kuwa amedharauliwa kwako, azidishapo kwa kumpiga fimbo nyingi juu ya hizi. Kwa mujibu wa maandiko haya, twaona kwamba kulikwepo na uovu uliotokana na mashindano kati ya watu wawili. Makosa kama hayo haikustahili hukumu ya kifo, bali ilikuwa ni lazima hukumu kupitishwa. Hukumu juu ya kosa kama hilo ni kupigwa fimbo 40. Mwamuzi hakuruhusiwa kupiga mhalifu kwa zaidi ya fimbo hizo kwa hatari ya kumuua. Idadi ya kupigwa fimbo ilitegemea kosa alilotenda mtu yule. Naamini kwamba Mungu alikuwa na sababu nzuri ya kuagiza adhabu hii kwa wakosao. Huenda waweza kusema kuwa huo ni ukatili, lakini mwenzangu, uhalifu ulipungua katika taifa hilo kwa sababu ya kutekeleza hukumu kama hiyo. Aya ya 4 nayo yasema hivi: ng'ombe apurapo nafaka usimfunge kinywa. Rafiki yangu, Mungu ahusika na hata kulinda ng'ombe. Hili ni jambo nzuri tena la kupendeza. Mhubiri mmoja alipokuwa katika mojawapo ya nchi ya magharibi ya kati, alimwona mtu amemfunga ng'ombe aliyekuwa akipura nafaka. Mungu aliwaambia watu wake wasifanye jambo kama lile. Ng'ombe anakufanyia kazi, kwa hiyo muache ale. Mtume Paulo alitumia mfano huu kuwaelezea wanafunzi wa Kristo katika kanisa la Korintho jinsi wanavyohitaji kuwatunza wale wanaowahudumia. Hili twalipata kwenye sura ya 9 mstari wa 9 hadi 11 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Je, hapo Mungu aangalia hali ya ng'ombe? Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna kwenu? Ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Lugha atumiayo Paulo kwa urahisi ni hii: mlipe mhubiri wako. Hili alinena kwa uwazi, kama vile twasoma kwenye aya ya 14 kwenye sura hiyo ya 9 ya kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza. Hebu sikiliza: na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Huyo akuhudumuye katika mambo ya kiroho, msikilizaji wangu, akulisha chakula cha kiroho. Basi unalostahili kufanya ni kumlisha kwa vitu vya mwilini. Hilo ndilo mtume Paulo atafasiri kutoka kwenye amri hii. Sasa twageukia jambo lingine, nalo lahusu wajane. Mungu anayo taratibu pia ya kuwalinda wajane. Taratibu hii ilifanya kazi vyema kabisa, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Ruthu. Kwa sasa hebu tutazame aya ya 5 na 6, tuone hilo ambalo Mungu aliwaamuru watu hawa kwa habari ya wajane. Neno lasema hivi: watakapoketi pamoja mtu na nduguye, mmojawapo akafa, wala hana mwana wa kiume, mke wa yule aliyekufa asiolewe nje na mgeni. Nduguye yule mumewe amwingilie, amweke kwake awe mkewe, kumfanyia yampasayo nduguye mumewe. Na iwe yule mzaliwa wa kwanza atakaye mzaa amfuate nduguye aliyekufa kwa jina lake, lisije likafutwa jina lake katika Israeli. Kwa sheria hii kuwepo, ndugu msikilizaji, Mungu aliwalinda wanawake. Leo hii, kama vile wafahamu, kuna makundi mengi yanayopigania haki za wanawake. Hapa twaona kwamba Mungu alitangulia kuwalinda wanawake kwa kuagiza amri hii kuwahusu. Tunapoangalia aya hii, ni vyema tukumbuke kwamba watu hao, yani Waisraeli, walikuwa wakulima. Nchi iligawanywa miongoni mwao na kila mtu alikuwa na sehemu yake. Basi mtu alipokufa, aliwacha shamba lake, nafaka na wanyama wake wa kufugwa, pamoja na mjane kumiliki mali yake. Na iwapo mtu mwingine au mgeni kutoka kwenye kabila lingine alitaka kumwoa yule mjane, jambo hilo halingewezekana hata kidogo. Maana kwa kumwoa mjane yule, mali hiyo ingelitoka katika jamii hiyo. Mungu, kama vile tumesoma maandiko, hakuruhusu lolote kama hilo kutendeka. Haikuruhusiwa yule mjane kuoa mtu kutoka nje. Badala yake, mjane huyo aliendea mmoja wa nduguze hayati mumewe na kumwomba amchukue kuwa mkewe. Aya ya 7 yasema hivi: na yule mtu kwamba hapendi kumtoa mke wa nduguye, aende huyo mke wa nduguye langoni kwa wazee, akawaambie, nduguye mume wangu yuakataa kumsimamishia nduguye jina katika Israeli, hataki kunitimizia yampasayo nduguye mume wangu.
Iwapo nduguye au kwa usawa shemegi alikataa kutimiza desturi hii, mjane yule alimchukua mahakamani kwa wazee wa mji ule. Halafu haya ndiyo yaliyotendeka kulingana na aya ya 8 hadi 10. Hebu sikiliza. Ndipo wamwite wazee wa mji wake waseme naye akisimama na kusema, sitaki mimi kumtoa mwanamke huyu. Ndipo mke wa nduguye amkaribie mbele ya hao wazee, amvue kiatu chake mguuni mwake na kumtemea mate ya uso. Kisha atajibu yule mwanamke aseme, mume akataye kumjengea nduguye nyumba yake na afanywe hivi, na jina lake katika Israeli liitwe nyumba ya mvuliwa kiatu. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko yatuonyesha kuwa mtu aliyekataa kutimiza hilo aliloamuru Mungu alipewa adhabu, nayo ilikuwa ni aibu kwake. Hasa kilichotendeka ni kwamba mtu kama yule alionyesha hali ya kutokuwa na undugu wa kweli kwa hayati nduguye, jamii kwa jumla, kabila na hata taifa lote kwa jumla, na hata kukeuka maagizo yake Mungu. Ni kwa jinsi hii, msikilizaji wangu, Mungu aliwalinda wajane katika Israeli. Tutakapofikia kile kitabu cha Ruthu, tutaona jinsi sheria hii ilivyotumika. Katika kila hali tuona kwamba ndoa ilikuwa jambo la kijamii na si chaguo la mtu mmoja. Hii ni kwa kuwa jambo hilo liliwahusisha kila mmoja kwenye nyumba hiyo. Zaidi ni kwamba urithi wa jamii ile haikutwaliwa kwenda kwingine, bali ilibakia katika jamii ile ile. Maandiko matakatifu kwenye aya ya 11 hadi ile aya ya 16 yatuambia hivi: washindanapo waume wao kwa wao, akakaribia mke wa mmojawapo ili kumwokoa mumewe katika mkono wa ampigaye, yule mke akatoa mkono wake na kumkamata tupu yake, umkate ule mkono wake. Lisiwe na huruma jicho lako. Usiwe na mawe ya kupimia mbali kubwa na ndogo katika mfuko wako. Usiwe na vipimo mbali kikubwa na kidogo katika nyumba yako. Uwe na jiwe timilifu la haki, uwe na kipimo kitimilifu cha haki, zipate kuwa nyingi siku zako katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Haya maandiko, kama vile tumesoma, yatangulia kushughulikia habari za watu wawili wanaoshindana na hukumu inayotolewa juu ya mwanamke atendaye tendo la kumkamata tupu za yule ampigaye mumewe. Zaidi tuona kwamba Mungu achukia uzani usio kweli, maana aliwataka watu wake kutenda haki katika yote. Na ndivyo yahitajika maishani mwako, ewe mtoto wa Mungu. Mara nyingi unapokwenda kununua bidhaa ya kupima, huwa si rahisi kujua iwapo uzani unaotumiwa ni wa haki. Muuzaji awajibika kuwa na kipimo cha haki na si kutapeli wateja wake kwa kutumia uongo. Ni lazima mtoto wa Mungu kutumia uzani wa haki, naye Mungu atambarikia katika yote atendayo. Nawe uliye na uzani au vipimo visivyo halali na haki, fikiria kuhusu watu uliowaibia, nawe ufahamu kuwa dhambi yako itakupata mwenyewe. Ni lazima kujua kwamba Mungu akuhitaji utende haki katika biashara yako na si kuwaibia watu kwa kuwa hawajui uzani au vipimo utumiavyo. Usipofanya hivyo, machoni pake Mungu wewe ni chukizo. Jitahadhari kwa jambo hilo, nawe utende kama ikufaavyo kwa haki na jinsi ungelipenda kutendewa wewe mwenyewe. Kisha kwenye aya ya 17 hadi 19 neno lasema hivi: kumbuka alivyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyokukuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala asimche Mungu. Basi itakuwa hapo atakapokwisha kukupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando, katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi uimiliki, ndipo uufute ukumbuko wa Amaleki chini ya mbingu. Usisahau Waisraeli, ndugu msikilizaji, kama vile neno la Mungu latuambia hapa, walishambuliwa na Amaleki katika sehemu iitwayo Refidimu. Waisraeli walipigana na wao, Musa akiwepo kwenye mlima pamoja na Haruni na Huri wakimshikilia mikono yake alipokuwa katika maombi kwa Mungu. Mikono yake ilipokuwa juu, Yoshua na jeshi la Israeli walishinda, nayo mikono yake iliposhushwa, Israeli walishindwa. Mwisho Waisraeli walishinda vita vile na kuwapiga Amaleki. Naye Mungu alisema kwamba atafutilia kumbukumbu la Amaleki toka chini ya mbingu kabisa. Nimetajia awali kwamba Amaleki aakilisha mwili, yaani asili ya dhambi tuliyorithi kutoka kwa Adamu. Mungu atazamia kuondoa asili hiyo kabisa toka ndani yetu
maana hatuwezi kuingia katika ufalme wake tukiwa na asili hiyo. Swala la mwili, msikilizaji wangu, tutalishughulikia viwavyo kwenye kitabu cha Warumi. Amaleki aliakilisha mwili, nami napenda ufahamu kwamba mradi tu katika mwili huu hatutaushinda mwili hadi wakati wa kubadilishwa na kuwa kama Kristo ufike. Bwana kwenye sura ya 17 mstari wa 16 asema hivi kwenye kitabu cha Kutoka, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Wakumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, kwenye sura ya 23 tuliona kuwa mwili si jambo la kupuuza. Hatuwezi kuushinda mwili kwa kujitesa kwa njia yoyote, bali kile tunachohitaji ni kufahamu kwamba kuna vita vinavyoendelea ndani ya kila mmoja wetu, nayo ni kati ya mwili na roho. Hili ndilo twalisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 usemao hivi, kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi mbili zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Rafiki yangu, hatuwezi kuushinda mwili kwa kuupiga. Njia ya kipekee kuushinda ni kwa kumtegemea na kujitoa kwake Roho wa Mungu. Ni Roho wa Mungu tu ndiye aweza kutusaidia tuwe na matunda ya Roho maishani mwetu. Bwana alisema kuwa ataondoa kumbukumbu la Amaleki toka chini ya mbingu, na kwa habari yetu ni kwamba atafanya hivyo, yani kuondoa asili ya kale ndani yetu, wakati huo tutakaponyakuliwa na kufanana na Yesu, mwana wa pendo lake. Naamini kwamba katika kila utakalotenda utamtegemea Roho wa Mungu na kulitegemea hili neno lake, kusudi upate kushinda hayo ambayo ni ya kimwili. Sasa hebu tugeukie sura ya 26. Kwenye sura hii twapata sherehe nzuri inayohusu sadaka ya malimbuko. Kwa ufahamu kwamba mazao yatoka kwake Mungu, Waisraeli walihitaji kuonyesha shukrani yao kwa kumtolea Mungu malimbuko ya mazao yao. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi 4, na itakuwa ukisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, twaa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako, ili alishikishe jina lake huko. Ukamwendee kuhani atakayekuwapo siku zile, ukamwambie, ninakiri leo kwa Bwana Mungu wako ya kuwa nimeingia katika nchi Bwana aliyowaapia baba zetu ya kwamba atatupa. Naye kuhani atakipokea kikapu mkononi mwako, akiweke chini mbele ya madhabahu ya Bwana Mungu wako. Mtu aliyetoa sadaka ile mbele ya Mungu alifanya hivyo akikiri jinsi Mungu amewatendea mema kwa kuwakomboa toka kwenye nchi ya Misri, nchi ya utumwa, na kuwapa nchi pana nzuri, kisha iliyojaa maziwa na asali. Kwenye aya ya 5 neno la Mungu liendelea kutuambia hivi, nawe ujibu ukaseme mbele za Bwana Mungu wako, baba yangu alikuwa Mwarami karibu na kupotea, akashuka Misri, akakaa huko ugenini, nao ni wachache hesabu yao, akawa taifa kubwa huko, yenye nguvu na watu wengi. Rafiki msikilizaji, kuna jambo ninalotaka ufahamu, nalo ni hili, kwamba huyo aliyetoa sadaka hiyo aliungama kwamba babaye alikuwa Mwarami karibu kupotea. Je, Ibrahimu alikuwa Mwarami? Habari gani Isaka na Yakobo? Naam, hao watu waliotelemka Misri walikuwa Waarami. Ibrahimu alikuwa Mwarami kiinchi. Kisha aya ya 6 hadi 10, huyo aliyekuwa akitoa sadaka aendelea kukiri akisema hivi, Wamisri wakatuonea, wakatutesa, wakatutumikisha utumwa mzito. Tukamlilia Bwana Mungu wa baba zetu, Bwana akasikia sauti yetu, akaona na taabu yetu na kazi yetu na kuonewa kwetu. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu na kwa mkono ulionyoshwa na kwa utisho mwingi na kwa ishara na kwa maajabu. Naye ametuingiza mahali hapa na kutupa nchi hii, nchi ijayo maziwa na asali. Na sasa tazama, nimeleta malimbuko ya mazao ya ardhi ulionipa, Bwana. Kisha ukiweke chini mbele za Bwana Mungu wako, ukasujudu mbele za Bwana Mungu wako. Kwa Mwisraeli wakati huu, ndugu msikilizaji, ulikuwa wakati wa shukrani kutoka kwenye moyo wake. Ni vyema kumshukuru Mungu kwa yote aliyotutendea, ila itakuwa vyema zaidi kufanya hivyo si kwa maneno ya midomo yetu tu, bali ni lazima mifuko yetu kuchangia katika ibada hiyo ya kumshukuru Mungu. Sifa na pochi yako zaambatana, ndugu msikilizaji, katika neno la Mungu. Sehemu ya pili ya sura hii yahusu ungamo la utii kwa Mungu
kama vile ilivyo kwenye aya ya 12 na 13. Nalo neno lasema hivi: utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zote za maongeo yako mwaka wa 3, ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, umpe zile zaka Mlawi na mgeni na yatima na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimempa Mlawi na mgeni na yatima na mjane kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yoyote, wala sikuyasahau. Hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo Mwisraeli alihitaji kutimiza, maana kwa kufanya hivyo alikuwa awasaidia watu wengine, watu wasiobahatika katika jamii, na hivyo kubarikiwa na Mungu kwa sababu ya mkono wake ulionyoka kwa wale ambao walihitaji huduma yake. Katika hili ningelipenda kusema kwamba lolote ambalo Mungu amekubariki kwalo, ni lazima kujua kwamba kuna wale ambao wahitaji msaada wako, nawe waweza kuwatolea ili wapate kumbariki Bwana Mungu wako kwa sababu ya tendo hilo. Ndugu yangu, kuna baraka katika kumtolea huyo ambaye anahitaji, hasa wale ambao ni Walawi, yani watumishi wa Mungu, wajane na yatima. Utakapofanya hivyo, baraka zake Mungu zitaandamana nawe, kwa kuwa Mungu atakubariki. Hili neno laendelea kusema hivi kwenye aya ya 14 hadi 19: katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi, wala sikuviondoa nikiwa na unajisi, wala sikutoa kwa ajili ya wafu katika vitu hivyo. Sauti ya Bwana Mungu wangu nimeisikiza, nimefanya yote kama ulivyoniamuru. Uangalie kutoka makazi yako matakatifu mbinguni, uwabarikie watu wako Israeli, na nchi uliotupa kama ulivyowapia baba zetu, nchi imiminikayo maziwa na asali. Leo hivi akuamuru Bwana Mungu wako kuzifanya amri hizi na hukumu, basi uzishike na kuzifanya kwa moyo wako wote na roho yako yote. Umemuungama Bwana leo kuwa ndiye Mungu wako, na kuwa ya kupasa kutembea katika njia zake na kushika amri zake na maagizo yake na hukumu zake na kusikiza sauti yake. Naye Bwana amekuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye, kama alivyokuahidi, na kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, kama alivyosema. Rafiki msikilizaji, baada ya mtu huyu kuungama hayo yote, tuona kwamba Mungu alikuwa ameahidi baraka nyingi kwa husu watu hawa. Jambo kuu ambalo ningelipenda ulitazame kwenye sehemu hii ni kwamba kuna sisitizo ya kushika maagizo yake Bwana, mausia yote ambayo Mungu amewahusia watu hawa. Hivyo ndivyo yahitajika katika maisha yetu sisi tulio waumini leo hii, kwamba tulishikilie neno lake Bwana, tushike amri zake na kutenda kama vile anatuamuru. Yeyote anayempenda Bwana Yesu Kristo, yeye huyo huzishika amri zake. Bwana mwenyewe alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Unapozishika amri zake Kristo, ndugu msikilizaji, utapata ya kwamba unapomwomba Bwana chochote, hilo yeye atakutendea, ili furaha yako ipate kutimilika. Katika hili naamini kwamba utazingatia kulishika neno la Mungu kwa kulisoma na kulitenda, ili upate kubarikiwa sawa na vile Mungu amekusudia kukubariki katika maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Watu wengine wakosa baraka zake Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutozishika amri zake. Zishike amri zake, nawe utaona jinsi Mungu atakavyojidhihirisha kwako, maana Mungu apendezwa na wale wote wanaozishika amri zake. Rafiki yangu, hauna hasara yoyote ile unapozishika amri za Mungu na kutenda kama vile akuagiza, kwa kuwa yeyote anayetenda jinsi Mungu amemwagiza, huyo hubarikiwa, naye huwa na ushirika wa karibu sana na Mungu, na hilo ndilo mwanadamu ahitaji. Baraka kuu ni kuwa karibu na Mungu, kujifunza kutoka kwake na kuzidi kumjua, ili uzidi kumtumikia kulingana na mapenzi yake. Akizungumza na Abrahamu, amwambia hivi kwenye sura ya 15 mstari wa kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njonzi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Sijui ndugu msikilizaji, ni baraka ya aina gani ambayo wahitaji kutoka kwake Bwana. Ningelipenda kukwambia kwamba Abrahamu alibarikiwa kwa kuwa Mungu ndiye alikuwa thawabu yake kubwa sana, na vivyo ndivyo wewe umebarikiwa
maana Mungu ana urithi ndani yako, sawa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso. Wewe umebarikiwa msikilizaji, kwa hivyo kile unachohitaji kufanya ni kuendelea kukaa kulingana na neno lake, maana Mungu atazidi kukubariki, atazidi kukuongoza na kukusaidia katika maisha yako, kwa sababu alikutoa katika utumwa wa dhambi na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, naye ndiye Yesu Kristo. Naamini kwamba utazidi kulisoma neno hili kusudi ujue hilo ambalo Mungu akuhitaji ujue, nawe ulibariki jina lake. Hebu na tuombe. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo, neno lako tumelipokea, nasi twaliamini, ndiposa twaja kwako tukikushukuru na kuliinua jina lako, kwa sababu Mungu watupenda, nawe umejifunua kwetu kwa njia hii. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na mwombea baraka kutoka kwako, ya kwamba wakati wowote anapolisoma neno hili, Mungu ujifunue kwake, umsaidie kuona lile ambalo ahitajika kuona, hasa kukaa kulingana na neno lako, kuzishika amri zako kama vile umemwagiza. Hili najua kwamba utamsaidia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, hakika kuna mengi sana ambayo yamo katika neno lake Bwana, nami nakuhimiza usome neno lake Bwana siku baada ya nyingine, nawe utaona mambo ya ajabu katika maandiko haya. Ndugu yangu, litegemee neno la Mungu likuongoze maishani mwako, kusudi upate kuwa mtoto wa Mungu anayestahili sifa zake, kama vile Mungu alivyowaahidia wana wa Israeli. Naamini kwamba hilo ndilo utakalotenda. Na kwa hayo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Hilo ndilo neno la Bwana, na ni vyema ulitie maanani kulitafakari, nawe utabarikiwa. Swali lolote ulilo nalo au maoni kuhusu kipindi hiki, tunayakaribisha. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.